Assalamu alaikum Tanzania, assalamu alaikum Dodoma. Habari za wakati huu mtazamaji wangu na mfuatiliaji wa Street Connect. Juma hili mimi ninaitwa MC Jolliges, ninakualika kutazama kipindi chetu hicho cha leo, ambapo leo tunazungumza nawe mwanakitaa ya kwamba kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, alivyoshauri vijana kwamba wale ambao wamesoma elimu ya degree waende wakapata elimu katika vyuo vya ufundi ambavyo vimeenea nchini kote Tanzania, akiamini kwamba hivi vitawapa fursa ya kujiajiri zaidi kuliko kutegemea ajira ya serikalini. Je, kwako mwanakitaa, hii kwako imekaaje bana? Au unasema vipi? Je, hii itakuwa imepunguza au imeongeza fursa za ajira? Tunaingia mtaani kubonga nawe. Stay connect, this is Street Connect. Uko nami MC Jolliges. Dada, mambo vipi? Poa. Habari ya kwako? Salama. Misha zinakwenda? Good. Unaitwa nani kwa majina? Foibeta. Unaitwa Foibeta. Foibeta, umesoma chuo gani? Mipango Dodoma. Mipango Dodoma. Sawa, umemaliza elimu yako ya degree, si ndio? Ndio. Okay, sasa tuende kwenye swali. Waziri Mkuu amesema kwamba sisi vijana ambao tumesoma elimu ya degree twende tukasome VETA tena. Unafikiri hii itapunguza wingi wa vijana mtaani ambao hawana ajira, au ndio itakuwa chachu sasa ya kuwafanya watu wawe wavivu alafu wasiende kusoma VETA alafu mtaani tuwe na watu wengi ambao hawana kazi? Kwa upande wangu naweza kusema kwamba inapunguza ambao hawana ajira. Kwa sababu gani? Ukienda kule VETA unajifunza vitu vingi ikiwemo ufundi, labda kutengeneza, labda kutomelea mageti, ni vitu kama hivyo. Unajua ufundi upo aina nyingi. Lakini kwa mfano kama mimi hapa nimejiajiri. Mimi nimefanya biashara, ni mjasiriamali, natengeneza sabuni, mafuta ya kupaka, shampoo, vitu kama hivyo. Lakini kwa upande mwingine nasema kwamba tukienda VETA wote, mwisho wa siku utakuwa labda kila mtu ni fundi, tutamtengeneza ni mageti. Sawa, itakuwa ni fursa ndio, lakini kwa upande mwingine majobo zitabaki pale pale, lakini kitu atakuwa na ujuzi hivyo. Naitwa Amani Joseph Amani. Umehitimu chuo gani? University of Dar es Salaam. Mimi nahisi kwamba kama vijana tutakuwa serious kufuatia kauli ya mheshimiwa, ni kwamba ajira zitakuwepo, kwamba vijana tutajiajiri sana. Kimsingi ni kwamba tunaomaliza vioni ni wengi na serikali haiwezi kutuajiri wote. Kwa hiyo endapo tutaenda VETA, tutaenda kusoma, tutapata ufundi, ujuzi, na tutakuja kufanya kazi zingine mtaani. Watu wanajenga kila siku, kwa hiyo mafundi wanahitajika. Kwa hiyo angalau itapunguza. Mimi naitwa Godbless Jeremiah Samson. Okay, unachukua kozi gani hapa? Administration. Mwaka ngapi? Mwaka wa pili diploma. Mwaka wa pili diploma. Lakini baadaye unatarajia pia kuendelea na degree? Ndio. Okay. Mimi naona hapo inaweza ikaleta positive chana hapo, mambo ambayo yanasababisha mambo ya kuendelea kwa vijana, kwa sababu kijana ambaye anamaliza degree sasa hivi hapo ajira nazo ndio hivi zinajulikana ni ngumu kwa Tanzania. Alafu inaweza kutupa na confidence ya kutafuta kujiajiri. Pengine huko mbele tunavyoendelea kusomea hizo VETA tunaweza kupata ajira kutokana na kozi ambazo tunaenda kuzichukua kule VETA. Sasa baada ya kumaliza elimu yako ya degree, kama baada ya kumaliza sasa unaenda VETA, kwako ungependa kusomea ujuzi gani? Mimi kwa mimi kama mimi binafsi hapa mimi ningependa kuendelea na mambo ya engineering. Okay. Mambo ya uchomeleaji hivi, plumbing kama hivyo, si ndio? Hapana, engineering kwenye upande wa magari. Street Connect ya wiki hii ndivyo ambavyo tunamaliza katika chuo hiki cha Mipango jijini Dodoma. Ulikuwa na MC Jolliges, nikiendelea kukupitisha tu juu ya yale ambayo wanakitaa wanayozungumza na wanabonga, na sasa unaweza kuyapata moja kwa moja kiganjani kwako katika kurasa wetu wa YouTube, andika Street Connect, unatupata mubashara kabisa. Lakini bila kusahau sasa, ingia Instagram, ingia TikTok, ingia Facebook, andika Jolliges_MC. Unakuwa unapata pia interview mbalimbali ambazo zimekuwa zikijadiliwa na vijana katika jiji hili la Dodoma. Lakini soon tunaingia mtaani kwako ambaye uko Mtwara, tunakuja hivi karibuni. Street Connect tunaijenga kesho kwa pamoja. Asante.